Ndugu Mtanzania, sauti ya kwamba kuna mmomonyoko wa maadili katika taifa letu imekuwa kubwa sana. Nikisema mmomonyoko wa maadili, naunganisha mambo mbalimbali, tabia mbalimbali ambazo hazistahili kufanywa na mtu aliyelelewa vizuri na kukuzwa vizuri, ambaye anafanana na Mwenyezi Mungu kama tunavyoambiwa kwenye imani tumeumbwa kwa mfano wa Mwenyezi Mungu. Je, umewahi kutafakari na kujiuliza kwamba tatizo ni nini? Ukilijua tatizo, ndio utapata majibu na mpango wa wewe kulikabili hilo tatizo. Usipolijua tatizo, tutaendelea kulalamika hivi na kuishi na mmomonyoko wa maadili wa tabia zote mbalimbali zisizostahili mpaka tunakufa. Sasa nipo hapa kukueleza kisa mkasa kwa nini tunakumbana na huu mmomonyoko wa maadili, huku tunaanza kulalamikia wote. Tatizo si lingine, lipo kwenye msingi wa malezi na makuzi ya watoto wetu tunaowazaa mimi na wewe. Malezi na makuzi sio kumtunza mtoto, unampatia vitu kila anavyovitaka, avae, yale, atazame. Ni kuingiza vitu kwenye fikra zake vilivyo sahihi kwenye kipindi cha umri wa miaka 0 mpaka 8. Unadhani kwa nini ni kipindi hicho? Sayansi imethibitisha kwamba kipindi hicho ndio mtoto wako na wangu, ubongo wake huu ambao ndo kiranja wa kila kitu, matendo na fikra zote, unakuwa na kukamilika kwa 90%. Haya, sasa wewe unatakiwa ufanye nini kwenye hicho kipindi kama mzazi? Ushai kujiuliza? Ushai kuambiwa? Kwanza, kipindi cha mimba, wewe mwenyewe mama mjamzito unatakiwa utimize wajibu wako wote wa kuhakikisha una afya njema. Afya njema manake maradhi yakae mbali na wewe. Unajua unatakiwa ufanye nini. Hizi kliniki tunaambiwa tuende huko kwenye vituo vyetu vya huduma za afya ni za msingi za kukufanya wewe uachane au ukae mbali na magonjwa mengi yanayozuilika, ili afya yako iwe njema, kwa sababu humo ndani ya tumbo lako si ndio mtoto anakwenda kukua humo? Si ndio matofali yote ya kujenga akili yake si ndio anayapata humo? Lakini afya ya akili pia inatakiwa ikae sawa. Kaa mbali na migogoro yote inaweza kukuchukiza na kukusononesha, kwa sababu pia akili yako ikiwa ina msongo wa mawazo ina athari kwenye kukua kwa ule mtoto tumboni kwako. Haya, sasa mtoto amezaliwa, ndo kashazaliwa huyo, ndo safari ya kuelekea miaka 8 ndio imeshaanza. Hivi unafahamu mambo ya msingi unaotakiwa umtendee mwanao? Haya, ngoja tuanze hapa. Mtoto huyu anatakiwa apate huduma bora za afya. Hawa wangapi wanapeleka watoto kliniki wao wenyewe bila kulazimishwa? Wangapi wanaambiwa tusiende kliniki kwa sababu kule sijui kuna 1, 2, 3, 4, 5? Hizo chanjo mtoto atazipataje? Magonjwa yakimjia kinga yake bado ndogo, anaanza kuhangaika kipindi anaumwa hapa, na ubongo na wenyewe unapunguza kasi ya kukua. Haya, lingine ni nini? Lishe bora tunawapa watoto. Huko kliniki tunakokwenda si ndio tunafundishwa na lishe bora? Asipopata lishe bora, hayo matofali sasa ya kujenga huo ubongo wake ufikia 90%, akifika umri wa miaka 8 anatoa wapi? Tatizo lingine hilo. Haya, twende, mtoto huyu huko nyumbani kwenu ananenewa nini? Anafanywa ukatili gani? Mtoto ni kulia tu saa zote? Mtoto ni kusononeka tu saa zote? Mtoto ni kunyimwa kila kitu? Mtoto ni kupigiwa makelele, kufanywa ukatili wa aina zote? Hili nalo ni tatizo lingine, linarudisha nyuma kasi ya ubongo wa mtoto kukua ufikia 90% zile tunazoambiwa na sayansi. Haya, ndugu yangu wewe na huyu mtoto, lingine nini ufanye huko nyumbani kwako? Au nini kama ufanye? Unacheza na mtoto, unamruhusu mtoto acheze michezo ya kitoto ile? Au ndio kila akitaka kucheza wewe fimbo, tulia, unanisumbua mimi nataka kulala? Kafanya hivi, kenda kapatizo, unanipigia makelele. Kapanda kwenye mti toto tundu ili kama fulani,
unazuia ule ubongo, ndio unakutana na mazingira, unatafuta kasi ya kukua kwa kufanya vitu mbalimbali. Wewe unadidimiza na viboko juu na kumnenea mabaya, nitakunyima na zawadi. Ndio unaharibu programu ya makuzi hiyo. Haya, lingine nini? Wewe unazungumza naye au ndio kila siku kurudi umechoka? Mtoto huyu bado ni mpya, kichwa chake ni kipya, kinataka kuingiza kila kitu kijue. Sasa wewe pale ndio pakuchuja vitu sahihi na vitu visivyo sahihi. Vikienda kwenye ubongo unaokuwa, vinawekewa sasa kumbukumbu sahihi. Sasa wewe ufanyi hivyo, huyo mtoto anakuaje? Ubongo wake unakuaje? Unakosa vitu vinavyohitajika kufanya ule ubongo ukue. Haya, sasa inafika hiyo miaka 8. Haya, wako wewe na wakwangu sasa ndio hivyo, tunawafanyia vitu tofauti. Haujafika 90%, umefika 50% au 70%. Ina maana kuna vitu havijaumbwa huko vilivyotakiwa kumsaidia kwa uelewa wake mbele ya safari, na kuchuja mambo na kuamua mema na mabaya na kujifunza vitu. Haya, sasa miaka 8 hiyo ndio wanaenda shuleni. Sasa ubongo una stress, unataka kukua, lakini kuna vitu vilizuia. Kwa hiyo kuna vitu fulani havikutokea. Wakifundisha haelewi, ni wakulala tu. Akifanya lake ameliamua, hata ukimwambia aache haachi. Mwisho anaona anateswa, anakimbia zake. Anaona masomo hayafai, huko mtaani. Akirudi nyumbani na wewe anakuona mkali, anakuona na wewe tena sio wa msaada. Mtoto anapata walezi mtaani ambao na wenyewe wanayaona maisha kwenye mtazamo usio sawa sawa. Wanakuwa rafiki zake, si wanaelewana? Wewe yakuelewi. Matokeo yake mtoto anasombwa na huo upepo, anajifunza tabia zote mbaya ambazo usingependa ajifunze. Ndio mmomonyoko wa maadili unaanzia hapo. Mwizi, jambazi. Haya, mtoto anaambiwa kaa shule, usome, ujifunze, uendelee maisha yako, hataki. Ana vitu vyake kaviona kule, kavingangania, anaona hivyo ndivyo muhimu. Kwa hiyo kunakuwa na vitu vingi hapo katikati. Tunaanza kusema mtoto fulani ameshindikana, mtoto fulani ameshindikana. Hatuangalii nyuma, msingi wa akili yake ulijengwaje. Hivyo basi, tunapoelekea siku ya familia duniani tunayoanza tarehe 15 Mei 2026 hadi kilele tunahitimisha tarehe 30 Juni. Fuatilia vipindi hivi, uliza maswali, ujitafakari. Uko kwenye njia sahihi ya kulea mtoto wako akue, awe na tija kwako na kwa taifa, au upo tu alafu kesho unasema ameshindikana? Hapana, mimi nadhani aliyeshindikana wewe, na wewe una sehemu ya kushindikana kwako. Hivyo ili tuwe na mwendelezo wa hivi vipindi vya malezi na makuzi, ili tujipime, je, tunalea na kukuza kama inavyoelekezwa kisayansi? Fuatana nami kwenye kurasa zetu za Instagram na Facebook za Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Tutapakia taarifa, lakini na kwenye kurasa zangu binafsi za Instagram na Facebook nako nitakuwa nafanya live, yani tunaongea ana kwa ana. Tutaweka ratiba zetu hapo ili uje tuzungumze, tuelimishane kuhusu malezi na makuzi, kwamba tunataka taifa bora litokanalo na familia bora. Lazima tuwekeze kwenye malezi na makuzi, vinginevyo tutalia, tutalalamika, wakulaumiwa hapa hayupo. Mambo yanaanzia kwenye familia. Njoo tujifunze, tutapunguza mengi, tutakuwa tukiongea tunaelewana. Asanteni, tufuatane kwenye vipindi.